Mbona unatoka nje ya makubaliano yetu? Makubaliano gani hayo? Ambao unahisi mimi na maana yangu tunayo? Zara, usitake ukajua upande wangu wa pili. Tafadhali, acha nifanye nilichokusudia. Kani, kwa unapenda kuweka ndoa yangu katika tafarani? Hebu imagine nimeungumia hapa sasa hivi kukusikia. Alafu ndio mida yake ya kurudi. Kani. Hivi nikueleweshe mara ngapi? Nimekwambia sasa hivi mume wangu yupo vibaya katika uchumi wake, lakini nakuahidi mambo yakikaa sawa nitakuingizia pesa yako. Alafu pia, kwa sisi tulishakubaliana kabisa usikanyage katika hii nyumba. Wewe umefanya hivi lakini Kani. Zara, fahamu kuwa pesa sio kila kitu katika ulimwengu. Na pesa zikumpa kila kitu furaha au kila mtu furaha. Sijui umenielewa? Tafadhali, tusifikie huko. Alafu nikwambie kitu kimoja tu. Mimi sio mlimbukeni wa pesa. Au nafikiri nyumba yenu kubwa, mnatembelea magari, nafikiri ndio unahitaji? Hapana. Kuna wakati mtu anataka kumiliki unavyovimiliki. Unataka kumiliki ulivyokuwa navyo, Zara. Niachie mwanangu. Kani. Nadhani uko nje ya makubaliano na umeshavuka mipaka. Sasa sitaki utambue upande wangu wa pili kama uko vipi. Nafikiri fika unafahamu kuwa mimi najua uchafu wako wote ambao unaofanya. Nitakuja kuuanika, dunia nzima itakuona wewe ni mtu wa ajabu. Nafikiri wewe ni mtu mzima, umeshajua nini ninamaanisha jua hili. Kabla sijafanya chochote kibaya juu yako wewe, nahitaji ufanikishe hili swala leo limefanikiwa. Nadhani tumeelewana. Sina mengi ya kuongea juu yako. Kwa haya machache utakuwa umenielewa. Nashindwa kuamini maneno ambayo nimeyasikia. Yote nimesikia. Yote. Pia nashindwa kuamini matendo ambayo yanaendelea hapa ndani kwangu sasa hivi. Ni kweli ama si kweli? Babe, I'm so sorry. Nisamehe. Haikuwa dhamira yangu ya kufahamu mapema. Nilikuwa natamani kukuambia ukweli, lakini sasa hivi, babe. Wewe fala. Ni nani ambaye amekupa ruksa ya kuja hapa nyumbani kwangu kipindi ambacho mimi sipo? Nani amekupa ruksa? Chunga kauli zako. Ulindawala kipindi hicho, sio sasa. Alafu cha pili, unapoongea na mitu ya mipaka yako. Uwe sasa nyoka kidisa bro. Una maajabu. Mimi huyo fala unaomuona saizi ndio nimetunza heshima yako ndani ya miaka 3. Ndio nimekuheshimisha kwa kukupa huyu mtoto. Alafu una kitu. Wewe. Mwambie hiyo. Ni fara. Mimi nyoka kidisa. Natukana unafurahi, si ndio? Kwa sababu ya starehe zenu za kipumbavu, hamjui ni madhara gani ambayo mnakwenda kuwasababisha, hamjui.
Sikia dogo, sichukii kwa sababu umetembea na mwanamke wangu, no. Nachukia kwa sababu unawaingiza katika hatia watu wasiohusika kabisa. Unakwenda kuwasababishia madhara makubwa. Come on. Sikia, na kuheshimu. Wewe kubali tu, Laza, una kitu. Moyo haukuhitaji haya. Nilikuwa nanyi bila shaka. Nikawapa moyo wangu bila kujibakiza, lakini nyuma yangu lijenga dunia yenu. Mapenzi ya siri mkayaficha kwenye tabasamu. Nilicheka na wote bila kujua, wakati nyinyi mkicheza hisia zangu. Wapeleka salamu, salamu, salamu. Mwambie amenipa maumivu, maumivu, maumivu. Najaribu kumeza na tema, mapenzi yana maumivu. Ndani kwa ndani yanapenya. Oh no, oh no. Mwili unanitetemeka kwa sana, nahisi naishiwa nguvu. Ni bora angenipata tahadhari, najikuta kwenye ajali. Ajali ya moyo, ya moyo, ya moyo. Ajali ya moyo, ya moyo, oh, ya moyo. Si salama Shemeji, simu yako imenishtua sana. Na vipi, mbona brother kalala kama hivi na wewe ukiwa unalia? Nini tatizo? Alikuwa ametoka kutafuta kazi. Mimi nilikuwa namwandalia chakula chake cha jioni. Mara ngasikia kishindo huko bafuni. Nilikwenda kumwangalia nikamkuta katika hii hali. Na mbona nyumba imetulia sana? Mjomba yuko wapi? Nilimpeleka kwa rafiki yangu nilipokuwa naelekea hospitali. Usiogope, ila hili swala lako limekuwa gumu sana. Sasa chifu, swala langu linakuwa gumu kivipi wakati nimeenda kama tulivyokubaliana? Kama mtoto nimeshamtoa nyuma, bora ni mtoto wangu kabisa. Tafadhali chifu. Unajua, kwa macho yako ya nyama unaweza ukasema umefuata yale tuliyokubaliana, lakini mizimu imekataa. Kafara ya huyu mtoto
anaonekana huyu mtoto ni kizazi chake chenye laana. Na hospitali majibu yamekuwaje shemeji? Mbona uniweki free? Nimerudi naye nyumbani, madaktari wamenitajia gharama kubwa sana. Naona ina hali halisi ya nyumbani hapa jinsi inavyoendelea. Nilikuwa sina pesa ya kutosha kwa ajili ya matibabu yake. Hivyo kanibidi nirudi naye tu nyumbani. Amepoza. Na kama unavyojua hali ya mume wangu kwa sasa, hatupo vizuri kiuchumi. Nilibidi nirudi nyumbani nitupigie ndugu jamaa na marafiki. Sasa shemeji, unajua Afrika kama jamaa akashalala kama hivi, na huu ndo muda wangu mimi na wewe kutengeneza hela. Wapeleka salamu, 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 mwambie amenipa maumivu, maumivu, maumivu. Najaribu kumeza na tema, mapenzi yana maumivu, ndani kwa ndani yanapenya. Oh no, oh no, mwili unanitetemeka kwa sana, nahisi naishiwa nguvu. Ni bora angenipata tahadhari, najikuta kwenye ajali. Ajali ya moyo, ya moyo.